Huyu mwamba anaitwa Philip. Anajikuta amebaki peke yake kwenye hii dunia. Anapambana kweli kweli kutafuta wengine, lakini hakufanikiwa kuwapata. Mwisho mchizi anakata tamaa, anaandika tu ujumbe kwenye hili bango kwamba yeye anaishi kwenye huu mji. Yoyote atakayeona ujumbe ajaribu kumtafuta. Unajua ni nini kilichomkuta? Fuatilia mwanzo mpaka mwisho ili ujue ni nini kilichotokea ndani ya mzigo. Lakini kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Zaidi na zaidi, bofya alama ya kengele uwe wa kwanza kupata mitiririko ya kazi zote kali tunazoziachia kila siku. Movie inaanza, tunakutana na huyu mwamba hapa. Duniani kabaki peke yake. Yuko katika jiji la New York, Marekani. Sasa mwamba kapambana kweli kweli, yani kutafuta wanadamu wenzake, lakini hakufanikiwa kumpata yoyote. Kazunguka na gari lake pale, tena likiwa na kipaza sauti, walao mtu yoyote akisikia hii sauti amsimamishe ili ajue kama duniani pia kuna mtu mwingine. Lakini hakufanikiwa kukutana na mtu yoyote yule, zaidi ya kukutana na vitu anavyovipenda, anavibeba na kupakia kwenye gari lake. Sasa akiwa anarudi kwenye mji, ikabidi kusimama hapa na kuandika ujumbe kwenye hili bango kwamba mimi ninaishi Tucson. Hivyo mtu yoyote yule atakayeona ujumbe hajue kwamba huyu mwamba yuko katika huu mji wa Tucson. Baada ya hapo mwamba akasepa zake. Alipofika hapa Tucson, akatafuta bonge moja mjengo wa kifahari, akaingiza vitu vyake vyote alivyovipenda na kuanza kuvipanga kwenye hili jumba. Mida ya net ilipoingia, mshikaji akiwa anataka kulala, ikabidi kumwomba kwanza Mwenyezi Mungu rehema amsamehe, maana kila siku amekuwa akifanya dhambi ya kujichua. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, mwamba huyu hapa yuko zake kwenye ndinga. Kaja hapa supermarket. Alipofika hapa na nini, katoa bastora pale, kapiga kioo risasi, after hapo nini kazama ndani, kakusanya kila alichokuwa anakitaka. Baada ya kuhakikisha amepata kila anachokitaka, akaanza kuvuruga vilivyobakia. Mchizi yuko rafu sana. Lakini pia hakuishia hapo. Hata akiwa huko nje alikuwa akivunja vitu, akichukua gari pale na nini, anaiachia ile, anajigonga kwenye gari nyenzake, inalipuka. Kwake ndo furaha sana. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, mshikaji leo ilikuwa ni birthday yake. Lakini mwamba anajihisi mpweke sana, maana yuko peke yake. Akajikuta anaanza kuikumbuka familia yake. Siku moja hivi ilikuwa ni siku ya birthday yake, alienjoy pamoja na mama yake, pamoja na familia yake kwa ujumla. Lakini leo yuko peke yake tu. Sasa baada ya miezi 5 kupita, tunacheki mjumba wa mshikaji, yani iko rough sana. Makopo kama yote, yani ni chafu vibaya mno. Mwamba ana muda wa kufanya usafi wala nini. Mchizi kajikatia tamaa tu. Sasa kutokana na uchafu kuzidi ndani ya nyumba, ilipelekea mpaka vyanzo vya maji kuziba. Hivyo humo ndani hakuna maji wala nini. Mchizi akaona sio kesi, maana vyoo vimeziba, kila kitu hakitumiki. Akachukua ubao, akaja kwenye swimming pool hapa, akautengeneza vizuri, akaigeuza kuwa choo. Sasa mwamba kana katagogo linadumbukia moja kwa moja kwenye maji. Sasa baada ya katagogo, kachukua hii swimming pool ya watoto, kajaza pombe kama zote, kaingiamo na nini pale, huku pembeni anamlija. Yani hii pombe anaoga, hii pombe anainywa. Yani mwamba kawa mchafu kupindukia. Sasa baada ya kumaliza kuoga, kaja zake baa hapa. Alipofika hapa baani bana, mchizi kuna mipira fani hivi amechora sura za watu. Sasa mwamba hawa ni kama washikaji zake. Huwa akija hapa baani anapiga nao story 2-3 na nini pale, anaenjoy kweli kweli yani. Sasa baada ya kuenjoy na washikaji zake, akatoka akaja hapa kwenye duka fani vila nguo. Sasa kwenye hili duka la nguo kuna kimdoli fani cha kike. Sasa huyu mwamba anakikubali sana na huwa anahisia kama ni demu wake. Hivyo akija hapa anapiga nacho story pale na nini, anakishikashika, anajisikia vibe. Akitoka hapo alikwenda kujipiga master na nini, maisha yanaendelea. Sasa leo kwa bahati mbaya zaidi akajikuta ameugusa mkono wa mdoli ulikuwa umevunjika. Mwamba hii kitu limuuma kweli kweli yani. Basi siku iliyofuata mchizi kaja kwenye huu mlima hapa na kuandika RIP Philip Miller. June 17 mwaka 1980 Novemba ndo kifo chake kilichotokea 2021. Baada ya kuandika hiki kitu, akaigeukia mipira ambayo ni washikaji zake na kuambia kwamba naamini uko nakokwenda nitawakumbuka sana, na nyinyi pia najua mtanikumbuka zaidi, ila ndo hivyo tena, leo inabidi niondoke na niwaache nyinyi kama nyinyi muendelee kuishi kwenye dunia yenu. Philip baada ya kuzungumza na washikaji zake, akaingia kwenye gari, akatembeza mwendo mkali sana. Nia na dhumuni agonge ile jiwe adedi. Yani hii ndo siku yake ambayo aliona inafaa kabisa kuondoka kwenye ulimwengu huu. Sasa akiwa anakaribia kugonga ile jiwe, mara ghafla akaona kuna moshi fani hivi unavuka kwenda juu. Mwamba ikabidi asimame kwanza, kisha akashuka akatazama kwa makini, akaamini kabisa huku upande wa pili kutakuwa kuna mtu anaishi. Akarudi kwenye ndinga chapu na kusogea haya maeneo. Sasa alipofika hapa akakutana kuna ndinga hapa na nini, lakini pia kuna moto pale ulikuwa unawaka.
Mchizi akaamini kabisa hapa kuna mtu. Kilichomfurahisha zaidi, aliona sindilia pale. Mchizi ana miaka mingi sana hajaiona sindilia. Mwamba ikabidi kuisogelea kwa furaha sana, akaichukua akainusa. Alivyoinusa tu, Mwamba akajikuta amezimia. Baada ya dakika kadhaa kupita, mchizi ndo akazinduka pale, akakutana na mtoto mzuri sana, akiwa anamwambia kwamba usijali Phil, mimi ni wako na nimekuja kwa ajili yako. Kama haitoshi, akampa pale juisi ya embe. Sasa ile mshikaji anakula juisi ya embe pale, mara ghafla ndo akakurupuka. Kumbe Mwamba alikuwa anaota. Sasa alivyokurupuka hivi, anakutana na mwanamke mwingine. Mshikaji alipiga kelele za kutosha. Sasa huyu bidada ikabidi kumtuliza pale na kumwambia kwamba nilikuta umezimia, nikapambana ili mradi wa mke. Nashukuru Mungu umeamka. Tulia basi. Lakini Phil hakutaka kabisa kumuelewa bidada, maana yeye alijua atakutana na mlembo fulani aliyokuwa amemuona kwenye ndoto. Sasa huyu aliyokutana naye yeye amuelewi wala nini, maana huyu kidogo ana uzuri wa kivile, ana uzuri wa kawaida tu. Huyu binti anaitwa Caro. Sasa Caro akamcheki mchizi amejikojolea. Ikabidi kumuuliza Philip, mbona kama umejikojolea? Mshikaji akakataa na kumwambia hapana, sijajikojolea. Haya ni maji tu. Kuna sehemu nilikuwa naogelea na nini, hivyo nguo hajakauka. Binti akamwambia hapana, wewe umejikojolea. Sasa mchizi akakataa pale. Kipindi binti anamlazimisha, mchizi akamaindi kweli kweli. Dada akaona huyu mtu anaweza akanifanyia ubaya. Ikabidi kutoa bastola pale na kumtishia. Mshikaji akabidi kujisalimisha na kudai kwamba ni kweli nimejikojolea, hivyo naomba tu nisamee. Binti ikabidi kupotezea pale. Sasa baada ya muda mfupi kupita, tunaona wakiwa wameketi pamoja hapa wanapiga story sasa. Binti akamwambia kwamba mimi nilikuwa ni mmoja kati ya wachunguzi ambao walikuwa wanachunguza hivi virusi, lakini kwa bahati mbaya zaidi wenzangu wote wamefariki, nimebaki peke yangu. Sasa nikiwa napita pita nikafanikiwa kuona bango ambalo linaelekeza kuna mtu anaishi huku. Ndio maana nikaja ili nimuone huyo mtu anaishi kama mimi. Kwa bahati nzuri zaidi nikafanikiwa kukutana na wewe. Basi Philip akafurahi kweli kweli kukutana na Caro. Baada ya hapo ikabidi kutoka na kuingia town huku kwa ajili ya kujikusanyia mazagazaga. Lakini Caro akana mind Philip kwa sababu mchizi alikuwa anaunga taa sehemu ambazo Mwamba hatakiwi kupita, mshaji anapita tu. Sasa Mwamba akamwambia kwamba kwa nini tufuate sheria? Duniani tupo wenyewe tu. Hakuna changamoto yoyote ile inaweza katokea. Lakini binti akamwambia hapana, inakubidi ufuate sheria. Basi mshikaji akaona sio kesi. Alipofika hapa akasimama, akaangalia kulia na kushoto kupo salama. After hapo nini akaingia kama kawaida. Sasa alipofika hapo supermarket, mshikaji akapaki sehemu ya vilema. Bidada akabidi kumind pale na kumwambia wewe mbona unapaki sehemu ya vilema? Hakati kuna sehemu yako ambayo unatakiwa upaki. Mshikaji akamwambia sasa nipaki wapi? Sehemu yote hii iko empty na ni eneo kubwa sana na tupo wawili tu. Kwa nini tufuate sheria kila sehemu? Why? Basi Philip kwa hasira sana akarudi Rivers, akagonga mlango wa supermarket, akaingia na dinga mpaka ndani. Yaani umchizi ni chizi kweli kweli yani. Baada ya kuchukua vitu walivyochukua, ndo hapa wakawa wamerudi mpaka nyumbani kwa Philip. Sasa walipofika kwa Philip hapa, bidada akashangaa kweli kweli yani. Nyumba ya mchizi ni chafu vibaya mno, ina makopo kama yote. Basi mchizi ikabidi kumtembeza ili kumuonyesha mandhari ya nyumba yake. Walipofika hapa kwenye swimming, Mwamba anamwambia kwamba hii ndio sehemu yangu ya haja kubwa, huwa najisaidia humu. Bidada akashangaa kweli kweli yani. Hakika hili jamani lichafu vibaya mno. Baada ya kumuonyesha mazingira ya nyumba yake, akamchukua binti na kumrudisha huku na kumwambia aendelee na maisha yake. After hapo nini Mwamba akasepa zake. Sasa siku iliyofuata asubuhi na mapema, mchizi akiwa amelala, cha ajabu zaidi anasikia kama kuna mtu yuko ndani ya nyumba yake. Alivyoshuka hapa, anamkuta bidada anafanya usafi. Mwamba akashangaa, "Wewe, nani kakuruhusu ufanye usafi kwenye nyumba yangu?" Caro akamwambia kwamba haiwezekani binadamu unaishi kama mnyama, lazima nyumba yako iwe safi. Mwamba ikabidi kumuelewa Caro. Mina jioni Mwamba akatoka, kaja ukuba kwa washikaji zake. Sasa akiwa hapa akaongea na hii mipira na kuambia kwamba jamani, kiukweli mimi nashindwa kuelewa. Yaani mtu nimekutana naye jana tu, lakini leo kajifanya kama mke wangu. Kila kitu anataka kunijali. Mimi kiukweli nimemchoka huyu mwanamke. Sasa siku iliyofuata, Philip anashangaa kumuona Caro kahamia karibu na nyumba yake. Ikabidi kumfuata hapa na kumuuliza, "Wewe, umefuata nini tena mtaani kwangu?" Binti akamwambia, "Kwani kuna shida gani mimi nikihamia karibu na nyumba yako? Au unahofia nitakuona ukiwa utupu?" Mchizi akaona sio kesi, akashusha boxer akabaki utupu. Akamwambia, "Sikiza nikwambie kitu. Unafikiri mimi naogopa ukiniona nikiwa uchi au?" Binti akamwambia, "Hapana, lakini nafikiria kwamba pengine Mungu ana makusudio yake kutuacha kwenye hii dunia tukiwa wawili, wewe wa kiume mimi wa kike. Na nahisi lengo lake ni ili tuzaliane tuijaze tena dunia."
Sasa mshikaji hataki kabisa kusikia hili, maana hajamkubali kabisa huyu binti. Akamwambia kwamba hata kama kwenye hii dunia wewe ndo mtu wa mwisho, siko tayari kabisa kulala na wewe, ni bora tu endelee kupiga master. After hapo nini akasepa zake. Sasa mida baadaye mchizi akiwa anakata zake gogo hapa kwenye swimming, mara ghafla Karo akaja. Akamwambia kwamba sikiliza nikwambie kitu, jaribu kupambana, uhakikishe unarejesha maji ili tupande nyanya tuenjoy zaidi. Akatoa nyanya moja pale akawa na ila, lakini mwamba hata amfikirii wala ajari. After hapo nini Karo baada ya kuona mshikaji amempotezea akawa na sepa zake. Wakati huo anatikisa vingongingo vyake. Sasa mida night tunamcheki mchizi ndio huyo hapa amekuja kwenye shamba la bidada hapa anakula nyanya ajali wala nini. Sasa kumekucha asubuhi na mapema, Karo akawa amefanikiwa kugundua kwamba kuna mtu amekula nyanya zake na alijua kabisa ni huyu mchizi. Alipokuja kumuuliza mwamba akakataa. Binti akamwambia unakataa nini? Ndevu zako zenyewe zimejaa tomato. Hii inaonyesha wazi wewe ndo muhusika. Mwamba aliona aibu kweli kweli yani. Basi baada hapo binti akawa na sifa zake. Sasa kipindi anaondoka, mchizi akafanikiwa kugundua kwamba binti kaumia mguuni. Basi mwamba hii muuma sana. Ikabidi kutoka na kwenda kupambania vyanzo vya maji ili maji yatoke ili waendeleze bustani yao. Sasa Philip alikuja moja kwa moja mpaka kwenye ile tenki kubwa hapa. Alipofika alipambana kweli kweli mpaka maji yakatoka. Sasa alivorudi huku bidada alifurahi kweli kweli yani na kumpongeza mshikaji kwa jitihada zote alizofanya mpaka maji kurejea tena. Sasa mida ya night ilipoingia wakawa wanapata chakula kwa pamoja pale. Philip leo kwa mara ya kwanza akamwambia bidada kwamba yupo tayari wa kuchikwichi ili wapate watoto. Lakini binti akamwambia mshikaji kwamba sikiza nikwambie kitu. Mimi nipo tayari lakini siko tayari kabisa kufanya hicho kitu mpaka tufunge ndoa. Hii kitu ilimkata vibe kweli kweli Philip. Maana leo alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kufanya hiki kitu. Sasa binti anataka mpaka waoane ndio mambo mengine yaendelee. Hii kitu ilimuuma mchizi. Mwamba ikabidi kusepa zake, lakini kuchukua time mchizi akarudi na akaja na pete kabisa, akamvisha pale bidada. Bidada alifurahi kweli kweli yani. Hivyo ikabidi wakubaliane siku ya kesho wakafunge ndoa kanisani. Kweli bana, siku iliyofuata tunamuona Philip pamoja na bidada wako zao kanisani, wakajifungisha ndoa wenyewe. Sasa baada ya kujifungisha ndoa wakiwa wanatoka nje, cha ajabu zaidi wanakutana na watu kibao wanawapongeza. Mwamba akashangaa kweli kweli yani. Akajikuta anapiga kelele za kutosha. Kisa na sababu, inawezekana vipi amuoe Karo ingali kuna warembo kibao hapa nje. Sasa kumbe mchizi alikuwa anaota, akakurupuka pale na kumshukuru Mungu na kudai kwamba afadhali ilikuwa ndoto. Sijui ingekuwa kweli ingekuwaje. Sasa tunaachana na hii siku. Siku iliyofuata hapa mshikaji alikuwa ghetto, bidada akaja. Akamletea pale msosi na nini. Wakiwa wanapata chakula, binti akampa wazo na kumwambia kwamba inawabidi sasa wachague rais wa nchi yao. Mshikaji akasema itabidi niwe mimi maana hakuna mwanaume mwingine zaidi yangu. Binti hakuwa na kipingamizi, akalipitisha hilo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema tunamuona Karo akiwa anapambana kufungua mlango. Kisha akiwa huko ndani akawa anatengeneza keki pale na nini kwa ajili ya harusi yao. Sasa upande wa pili huko mchizi tunaona akiwa anachoma choma madude na nini pale, na pia akawa anawaaga washikaji zake na kuambia kwamba kuanzia sasa yeye anakwenda kuwa baba na anakwenda kuwa busy na familia yake. Kama itosha akaja kwa huyu mlembo wake pia akamuaga pale na kumwambia kapata mwanamke mwingine, hivyo atamsahau kwenye maisha yake. Baada ya hapo Philip akaja moja kwa moja mpaka kanisani, akamkuta bidada tayari kashafika. Sasa wakiwa wanajifungisha ndoa wenyewe, ikafika muda wa kuvalishana pete. Mchizi hana pete. Hii kitu ilimuuma kweli kweli bidada. Kwa hasira sana akasepa zake. Basi mchizi ikabidi kumfuata Karo. Karo alipofika kwake alijifungia ndani. Mwamba alipojaribu kugonga, bidada hakutaka kabisa kufungua. Mchizi akaona sio shida, akachukua nyundo akabomoa mlango. Sasa Mwamba alipoingia huko ndani, hakuamini alichokiona. Karo kapamba nyumba kweli kweli yani. Kama itoshi kuna bonge moja ya keki pale. Hii kitu ilimfanya mchizi akajihisi mwenye hatia. Ikabidi kumfuata Karo hapa na kujaribu kumbembeleza. Kisha akamwambia kwamba kiukweli sijawahi kukupenda. Kutokana kwamba niligundua ni mwanamke mwenye mambo mengi sana. Hivyo nilikuchukia. Lakini kwa hicho ulichokifanya leo nimejikuta nimekupenda sana. Hivyo nakuomba tuondoke. Binti akashangaa, "Twende wapi?" Mchizi akamwambia twenzetu. Basi wakatoka. Wakaja kwenye hili duka hapa linalouza vitu vya thamani. Wakabomoa pale. Mchizi akachukua pete za dhahabu akamvisha binti kwenye vidole vyake vyote. Baada ya hapo ndoa ikapitishwa. Hawa wawili kuanzia sasa ni Mr and Mrs. Mida night ilipoingia wakakiwasha pale. Bana, sasa hivi ni vibe juu ya vibe. Hakuna tena mawenge. Siku iliyofuata mchizi akiwa anacheza zake mpira, mara bidada naye huyo hapa. Mwamba akajishtukia, akahisi ubinti atamchamba pale na nini, lakini cha ajabu zaidi akamsapoti. Wakacheza mpira kwa pamoja. Hawakuishia hapo. Wakatoka zao nje huku. Mmoja akavaa mavazi fani vya kuzuia moto, mwingine ana moto pale akana mchoma. Yaani ni michezo juu ya michezo. Yaani walijikuta
penzi linazidi kukolea moto mdogo mdogo. Lakini bado hawakuishia hapo. Wakatoka hapo wakaja huku kwenye hili duka ambalo lina ule mdoli ambao mchizi kila siku alikuwa akienda hapa na nini anauchukulia kama mpenzi wake. Binti akaingia akauchukua mdoli akauvunja vunja na kuambia kwamba kwa nini unatembea na mume wangu? Hivyo kuanzia leo sitaki kabisa uwe na mazoea na mume wangu. Mchizi akawa anacheka tu pale. Sasa wakiwa wanatoka pale, wakiwa wanarudi nyumbani, mara ghafla wakapishana na gari moja hivi kidogo wasababishia ajali. Washikaji wakashangaa kweli kweli. Huyu mtu katokea wapi? Cha ajabu zaidi, anayeshuka kwenye ndinga ni mwanamke mrembo kweli kweli. Mchizi alivyomtazama, alivutiwa naye kweli kweli yani. Jamani, huyu mwanamke mrembo alikuwa wapi? Paka anaoa mjinga kama huyu. Bana, hapa ndo inakuwa mwisho wa mzigo wetu. Na pia nikwambie kwamba hii ngoma ina sehemu yake ya pili na siku sio nyingi na kwenda kukuletea. Hivyo usisahau kusubscribe ili niendelee kuletea vitu vikali zaidi.